every Sunday. Tumeanzisha program kila Jumapili. 20 minutes at the beginning of the service. Dakika 20 za mwanzo wa ibada. Someone will teach life skill teachings. Mtu atafundisha mambo yanayohusiana na maisha ama ujuzi wa kimaisha. We've started the issue of financial planning from last Sunday. Tumeanza na jambo la mipango ya kifedha kuanzia Jumapili iliyopita. How to make financial decisions. Namna gani kufanya maamuzi ya kifedha. How you can begin to work through your life until you improve financially. Namna gani unaweza kuanza kufanya kazi maisha yako mpaka hapa ambapo utaweza kujiboresha kifedha. It's not God's will. Si mapenzi ya Mungu. For believers. Kwa waamini. To be beggars. Kwa ombaomba. It's not God's will. Hayo si mapenzi ya Mungu. God wants you to prosper. Mungu anakutaka ufanikiwe. So that you can help those who are in need. Ili uweze kuwasaidia wale ambao wako kwenye uhitaji. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And I've always told you. Na wakati wote nimwambia. God is very much able to make his children rich. Mungu anaweza sana kuwafanya watoto wake matajiri. Provided kwa madam tu you live a balanced life. Unaishi maisha yenye mlinganyo sawa. Don't pursue money. Utafute tu pesa. And forget your first responsibility. Na ukasahau wajibu wako wa kwanza. Is to live Christian life. Kwa maana kuishi maisha ya Kikristo. If you do that, ukifanya hivyo, you will not succeed. Hautafanikiwa. The Bible says in Matthew chapter 6 verse 33. Biblia inasema Mathayo 6:33. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. And all this shall be added unto you. Na mengine yote mtazidishiwa. The reason why people are condemning prosperity gospel, ile sababu kwa nini watu wengi wanahukumu injili ya mafanikio, it's not because there's no prosperity teachings in the Bible. Si eti kwa sababu hakuna mafundisho yanayohusiana na mafanikio kwenye Biblia. It's the off balance approach that people are taking. Ni ile hali ya kutokuwa na mlinganyo sawa ambao watu wanaielekea. They don't care about love. Hawajali habari ya upendo. They don't care about serving God. Hawajali habari ya kumtumikia Mungu. They don't care about holiness and righteousness. Hawajali habari ya utakatifu na haki. They just want to hear about money. Wanataka kusikia habari ya pesa tu. The fact that someone has abused money or financial whatever in the circles of Christianity, ile sababu kwamba kuna mtu amefanya vibaya kwa habari jambo linalohusiana na pesa kwenye masuala ya Ukristo, doesn't make that teaching wrong. Sasa haifanyi kwamba mafundisho yasiyo sahihi. What we need is to correct it. Tunachohitaji tu ni kurekebisha and take the right approach. Na kufanya njia iliyo sahihi. Somebody shout hallelujah. Tumoyapige kelele hallelujah. You will succeed in Jesus name. Utafanikiwa katika jina la Yesu. You will succeed in Jesus name. Utafanikiwa katika jina la Yesu. You will succeed in Jesus name. Nasema utafanikiwa katika jina la May Yesu. the Lord grant you wisdom. Bwana na akupe hekima. Divine wisdom. Hekima ya kiungu. On how to walk properly. Kwenye namna gani ya kuenenda sawa sawa. And succeed. Na ufanikiwe. Without offending God. Bila kumkwaza Mungu. Don't forget about that. Usisahau hiyo. Lord, prepare me living sanctuary for you. Why people cannot hear the voice of God? Ni kwa nini watu hawawezi wakasikia sauti ya Mungu? Why? Kwa nini? For those of you who are coming for the first time, kwa ninyi ambao mmekuja kwa mara ya kwanza, I started teaching a series on hearing God's voice. Naanza kufundisha mfululizo unaohusiana na kusikia sauti ya Mungu. Because God is there. Kwa sababu Mungu yupo. He's our heavenly Father. Ni baba yetu wa mbinguni. And he loves communication and communion with us. Na anapenda mawasiliano na kuwa na ushirika pamoja nasi. He's not just a dormant God who is just sitting there and doing nothing. Mungu kama yuko pale, amekaa pale na hafanyi chochote. He's active in our lives. Yuko hai kwenye maisha yetu. He communicates with us. Anawasiliana nasi. He can speak to you. Anaweza kusema nao. You don't have to be a prophet. Si lazima uwe nabii. You don't have to be an apostle. Si lazima uwe mtume. You don't have to be a pastor. Si lazima uwe mchungaji.
mchungaji. don't have to be a church Si elder. lazima uwe mzee wa There's kanisa. only one qualification. Wakati wote kuna kigezo You just have kimoja. to be a child of God. Inakupaswa tu mwana wa Mungu. If you're a child of Kama God ni mwana wa and Mungu God is your na father, Mungu ni baba He yako, can speak to you. anaweza akasema na wewe. When I was growing up in faith, Nilipokuwa nakuwa kwenye imani hii, I encountered people who scared me. nikutana na watu walionitisha. They were giving huge, terrifying testimonies. Walikuwa wanatoa shuhuda kubwa za kutisha, And before they testify, they would chorus their voices na kabla ya kushuhudia wangeweza kujipangilia sauti to yao, make a false impact on their testimonies. kufanya ile impact ya uongo kwenye shuhuda They would zao. speak something like this. Wangesema namna hii, You know, unajua, for you to hear the voice of God, ili wewe uweze kusikia sauti ya Mungu, you need to be mature. lazima wewe umekomaa. Fast 40 days. Funga siku 40. No swallowing saliva. Hapo hakuna hata kumeza mate. No water. Mjori, hakuna maji. I heard the voice of God. Nimesikia sauti ya Mungu. Do you think it is easy to hear from God? Unafikiri ni rahisi tu kusikia kutoka Mungu? None of you here can hear from God. Hakuna yote kati yenu hapa anaweza kusikia kutoka It Mungu. takes a man of God. Inahitaji mtumishi wa Mungu. One day, Siku moja I was in a fast, nilikuwa kwenye mfungo. and behold, Tazama, a wind started blowing, pepo kaanza kuvuma and rocks started shaking. na miamba ikaanza kutikisika. Trees were falling down without a wind. Miti ikawa inajiangusha bila And upepo. behold, Tazama, I heard a thick, loud voice like thunder. nikasikia sauti nzito My son, kama radi. hear me, Mwanangu. children of God. Don't be scared. Nisikia na wana wa Mungu, Don't be msiogopeshwe. scared. Msiogopeshwe. I have only one question to you. Na swali moja tu kwako. How many of you believe you're a child of God? Here. Wangapi kati yenu unaamini kwamba ni Do you mwana wa believe you're a Mungu? child of God? Uko hapo unaamini kwamba ni mwana wa If Mungu? you're a child of God, Kama ni mwana wa Mungu, then who is God to you? basi Mungu ni nani kwako? Who is God to you? Mungu ni nani kwako? Who is God to you? Mungu ni nani kwako? Answer me. Who is God to Nijibu, you? Mungu ni nani kwako? If God is your father, Kama Mungu ni baba yako, why shouldn't he speak to you? sasa kwa nini aseme na wewe? Why? Kwa nini? Don't over spiritualize issues. Usifanye kila kitu kuwa cha kiroho sana. Don't complicate issues too much for the children of God. Usifanye mambo kwa magumu sana kwa wana wa Mungu. You can hear God. Unaweza kumsikia Mungu. But the question is, Lakini swali ni why is it that people are not hearing the voice sasa of ni God? kwa nini kwamba watu hawasikii sauti ya Mungu? When God is there, Wakati Mungu He's yupo, their father, ni baba they yao, have the right to hear from wana Him. haki ya But kumsikia. why are they not hearing Lakini sasa from kwa God? nini hawasikii kutoka kwa Mungu? That's the question. Hilo ndio swali. And I gave you a few things and I'm still finishing up. Na niliwapa vitu kadhaa na sasa namalizia. If you missed, you can go back on YouTube and find out what we taught last Sunday. Kama ulimisi hivyo vitu unaweza ukaingia YouTube na ukaenda kutafuta kile ambacho But today I tulijifunza want Jumapili iliyopita. to do two portions. For the time we have, just two of them, short. Kwa leo nataka nifanye vitu viwili kwa ufupi kwa sababu muda wetu kwa muda tulionao. And this is, if I'm not making a mistake, number 8. Am I correct? Kama sikosei ni namba 8. Number 8. Niko sawa. Number 7 was wrong expectations. Namba 7 ilikuwa ni matarajio sio kwa And I sahihi. don't want to repeat that. Na sitaki nirudie hiyo. Go and find it on YouTube. Nenda pale YouTube. Oh, bother these people at the media so Watafuteni that. watu wa media pale nyuma. But number 8, Lakini namba 8. why people cannot hear God? Ni kwa nini watu waweza kumsikia Mungu? Because most people, Kwa sababu watu wengi they set an agenda for God. wanamwekea Mungu agenda. Ama wanampangia Mungu agenda. They arrange what they want Him to speak to them. Wanapangilia ni kitu gani Mungu aseme nao. That's a big problem. Hilo ni tatizo kubwa. For instance, Kwa mfano, when people do not have money, pale watu wanakuwa wana pesa, they go and fast for several days. wanaenda wanafunga kwa siku kadhaa. And their desire, Na shauku yao God should show them where money is. Mungu aweze kuonyesha pesa Lord, kwa. speak to me. Bwana, sema nami. Irabakashara yandabaga. Nena kwa Wherever money is hiding, Kokote pesa ilikojificha. Lord, show it to me. Bwana, nionyeshe. Speak to me, Lord. Sema nami, Bwana. I didn't eat yesterday. Sijara jana. You must speak to me. Lazima useme nami. So they expect God to speak to them concerning money. Kwa wanatarajia Mungu aseme nao kwa habari ya pesa. Who are you?
wewe unani? To set an agenda for your father. Who are Mpaka you? uweze kumpangilia babako agenda, wewe ni nani? God speaks what he wants to speak. Mungu anasema kile ambacho anataka kusema. Not necessarily what you want to hear. Na si lazima kile ambacho unataka In kusikia. the book of Habakkuk chapter 2 verse 1. Habakuki 2:1. Habakkuk chapter 2 verse 1. Habakuki sura ya 2 mstari wa kwanza. Habakkuk chapter 2 verse 1, the Bible says, Habakuki sura ya 2 mstari wa kwanza, Biblia inasema, I'll stand my watch and set myself on a rampart and watch to see what he will say to me, and I will answer when I am corrected. mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi nitakavyomjibu katika habari ya kulalamika kwangu. Habakuki did not set an agenda for God. hakumpangia Mungu His agenda. responsibility Wajibu wake was to prepare himself ulikuwa ni kujiandaa to mwenyewe hear from God. kusikia kutoka kwa And then God would speak whatever he wants. na kisha Mungu angelisema chochote That's a mnachotaka. big mistake many children of God are making. Hilo ndio kosa kubwa ambao wana wa Mungu wengi wanafanya. Let me teach you sensitive things in the realm of the spirit. Ngoja nikufundishe vitu vya ndani katika ulimwengu wa roho. When you want to grow and walk with God in your life, Unapotaka kukua na kutembea na Mungu kwenye maisha yako, the time when you expect God to speak to you about whom you are going to marry, ule wakati unamtarajia Mungu aseme nawe nani utaenda kumwoa. Bwana sema na mimi, I know Oh, your Lord, voice. speak unto me. Bwana sema na mimi, Bwana Lord, sema na speak mimi. unto me. Nimuoe nani hapa Whom should kanisa? marry in this church? Victor, When you're asking God, whom should I marry? napomuuliza Mungu nani ni moe, Very strangely, kwa ajabu kabisa God might speak to you something different. Mungu anaweza akasema na kitu cha tofauti kabisa, Something very different. kitu cha tofauti kabisa. Instead of telling you whom you are going to marry, Baada ya kukwambia naye utaenda kumwoa, he might tell you how you didn't honor your father in the village, anaweza akakwambia na namna gani hujamheshimu babako kule kijijini, how you ignored him. namna gani ulimpuzia. And don't criticize God. Na usimpinge Mungu. Bwana, Oh Lord, mimi nimekuja kuhusu kuoa tu, I've come with the agenda of only the issue of sikuja marriage. kuuliza habari za baba yangu Not to come here kijijini. asking concerning my father in the village. God knows why Mungu anajua kwa nini things are not moving. vitu haviendi. He knows. Anajua. He's wiser than you. Yeye ana hekima zaidi kuliko wewe. Allow him to say what he wants you to say. Sasa mruhusu kusema kile ambacho anataka kusema. Are you hearing me, children of God? Mnanisikia na Mungu? Somebody shout hallelujah. Tumepiga kelele sema haleluya. You might be asking God Inawezekana ukawa unamwomba Mungu to reveal to you something about your career, akufunulie jambo fulani kwa habari ya taaluma yako, and you're fasting for 3 days, na unafunga kwa siku 3, and then on the second day na kisha siku ya pili God tells you, Mungu anakwambia, my son, kijana wangu, I've heard you, nimekusikia, but tomorrow lakini kesho I'll speak to you. nitasema You nawe. even begin to give testimony Sasa unaanza hata kutoa shuhuda before tomorrow comes. kabla ya kesho. Hallelujah. Hallelujah. God has said tomorrow he will speak to Mungu me. amesema kesho atasema And nami, the next day na siku you inafuata are very expectant. unakuwa na matarajio You sana. want to hear what God will say concerning your career. Nataka usikie Mungu atasema nini kwa habari ya taaluma yako. And that day Na hiyo comes siku inakuja. and God says, my son, Na Mungu anasema, mwanangu, take your Bible, chukua Biblia yako, go in the streets nenda kitaa and preach the na gospel. hubiri Injili. But God, I want to hear about my career. I don't have a job. Sina kazi. Take your Bible, Chukua Biblia yako, go to the streets ingia kitaa, and preach. hubiri Injili. And he will not speak anything. Na hata sema chochote. Now, Sasa if you ignore that voice, kipuzia hiyo sauti, you'll go and say, tena kusema, nimemuuliza Bwana kwa siku 3. I've asked the Lord for 3 days Aseme nami kuhusu maisha yangu so that ya he can speak to me kikazi. concerning my career life. Lakini Bwana hakusema na But mimi. the Lord not speak unto me. Alisema. He spoke unto you. Ila wewe But for you, una ambacho ulikuwa unataka you kusikia. have your own agenda that you wanted to hear. Are you hearing me, children of God? Unanisikia na Mungu? A young man Kijana mmoja completed college. alikuwa amemaliza chuo, He graduated very well, aligraduate vizuri but he kabisa, stayed without job lakini alikaa bila kazi for many years. kwa miaka mingi sana, And he was praying, na alikuwa naomba, God speak to me, Mungu sema where I'll find a job. tapata wapi kazi? And God
According to him, God was not speaking. Kulingana naye Mungu alikuwa asemi naye. So one day he was taught how to obey God's voice. Kwa siku moja alifundishwa namna gani ya kutii sauti ya Mungu. And one day he woke up in the morning. Na siku moja aliamka asubuhi. And he heard the voice of God. Na akasikia sauti ya Mungu. In his spirit. Ndani ya roho yake. The Holy Spirit telling him, Roho Mtakatifu akimwambia, go for a walk to town today. Wewe tembea tu nenda mjini leo. Not to look for a job. Si kwa ajili ya kutafuta kazi. Just for a walk. Wewe tembea tu. And he obeyed. Na akatii. He went for a walk. Akaenda kwa ajili ya matembezi. While he was walking in town, wakati anatembea mjini, he bumped into his friend that they were together in college many years ago. Akakutana na rafiki yake ambao walikuwa pamoja chuo miaka mingi sana iliyopita. And they started talking. Na akaanza kuongea. And then na kisha his friend asked him, what do you do this day? Rafiki yake akamuuliza, unafanya nini siku hizi? He said, my friend, rafiki yangu, I am jobless. Sina kazi. I don't have a job. Sina kazi. Tomorrow there is an interview. Kesho kuna interview in our office. Kwenye ofisi yetu. Please bring your CV. Tafadhali leta CV yako. Sharp. Bring your CV. Leta CV yako. What he didn't know, kitu ambacho hakujua, his friend is one of those people who will interview people in the office. Rafiki yake ni mmoja kati ya watu ambao kwenye ile panel ya kuinterview watu pale ofisini. Okay, can I cut the story short? Okay, naweza nikafupisha. That's how he got his job. Hivyo ndivyo alipata kazi yake. But if he had waited for God to speak in this way, angelingojea kwamba Mungu aseme naye kwa njia hii. My son, mwanangu, there is a job in town. Kuna kazi mjini. I have prepared someone with whom you are together in college. Nimemwandaa mtu ambaye ulikuwa pamoja naye chuo. He would have waited for that voice eternity. Angelingojea hiyo sauti milele yote. God doesn't have to speak the way you want to hear. Mungu si lazima aseme katika namna ambayo wewe unataka kusikia. Yeye ni Mungu. He's a sovereign God. Yeye ni Mungu. He has authority. Ana mamlaka. All you need is to hear. Anything you hear, obey it. Unachohitaji tu ni kusikia. Kwa chochote utakachokisikia wewe tii. But people have assumed God is not speaking to them. Lakini watu wamemchukulia kama Mungu asemi nao. Because they've set an agenda. Kwa sababu wameshapangilia agenda. This is how I want God to speak to me. Hivi ndivyo nataka Mungu aseme nami. So if God comes in a different way, kwa kama Mungu akija katika namna nyingine ya tofauti, they don't believe God has spoken to them. Hawaamini kama Mungu amesema nao. Am I speaking to someone here? Je, naongea na mtu hapa? Someone say I hear you, pastor. Mmoja asema nakusikia mchungaji. Shout hallelujah. Piga kelele sema hallelujah. Glory be to the Lord Jesus Christ. Utukufu kwa Bwana Yesu Kristo. Do not set an agenda for God. Usimpangilie Mungu agenda. Let him speak what he wants to speak. Mruhusu aseme kile ambacho anataka. At times you want him to hear a word of encouragement. Na wakati unataka kusikia neno la kukutia moyo. But instead, lakini badala yake, he brings a word of rebuke. Anakuletea neno la kukukemea. At times you are afraid even to go before him. Kuna wakati unaogopa hata kwenda mbele yake. Because you've messed up things. Kwa sababu umekosea. You know if you appear before him, he's going to rebuke you. Unajua ukitokea mbele yake ataenda kukukemea. Have you seen children who've messed up and when they see their parents, they hide in their bedrooms? Ushaona watoto ambao wamekosea na wakiona wazazi wao wanakimbilia chumbani kujificha. Thinking that today, akifikiria kwamba leo, I'll be spanked. Mama atakiwasha leo. But instead, lakini badala yake, God decides to show you grace that day. Mungu anaamua kuonyesha neema hiyo siku. You know you've messed up. Unajua umekosea. And God decides to say, na Mungu anaamua kusema, my daughter, binti yangu, I am with you. Niko pamoja nawe. And you wonder, unajiuliza, with all this sin I've committed, kwa dhambi zote hizi ambazo nimefanya, and God says I am with you. Na Mungu anasema niko pamoja nawe. You know why? Unajua kwa nini? Because he's already seen that remorse in you. Kwa sababu ameshaona kujutia ndani yako. And he knows if he gives you another chance, na anajua akikupatia nafasi nyingine, you will not mess up again. Hautakosea tena. Do we have parents here? Yeah, tuna wazazi hapa. Your child, mtoto wako, did something terrible. Amefanya kitu cha ajabu sana. Maybe he broke a very expensive plate or glass. Yamkini amevunja sahani ama glasi ya thamani sana. And the child is shivering. Na mtoto anatetemeka. And then instead, na badala yake, the mother said, don't worry, don't worry. Mama anasema usijali, don't worry, don't fear. Usiogope. And
The kid can't believe, is this my mother? Anakuwa amini ni mama yule yule huyu. He was expecting to be beaten, Alikuwa anatarajia kupigwa, and instead, na badala yake love. Upendo. Don't worry, we'll buy another one. Usijali, tunua nyingine. In disbelief, it's like, Nakuwa kama amini. I was supposed to be beaten. Nilipaswa nichapwe ama nipigwe. God is like that. Mungu yuko hivyo. He will speak to you in a way you don't expect. Atasema nawe katika namna ambayo hata Don't huitarajii. set an agenda for him. Usimpangilie Mungu agenda. Trust his wisdom. Amini kwenye hekima He's yake. much wiser than all of us put together. Hekima yake iko juu sana. Ulinganisha hata na hekima zetu wote hapa. Much wiser than AI. Ana hekima sana kuliko hata akili All mnemba. of them put together. Yote unganisha kwa pamoja. They can't even go to 0.0000000. If there was another point, then you put point. Ndio kuna point unaweka tena point tena unatembea na hizo sifuri huko mbele. He's wiser. Ana hekima sana. Trust him. Mwamini. Are we together, children of God? Tuko pamoja wana Mungu. Next time, Wakati mwingine you pray like Jesus. omba kama Yesu. Lord, Bwana, this cup be taken away from me, kikombe hiki kiondoshe kwangu, but your will lakini mapenzi yako be done. yatimie. Surrender to the will of God. Jikabidhi kwenye Let mapenzi ya him Mungu. speak what he wants to speak to you. Ruhusu aseme kile ambacho anataka kusema nawe. Number 9. Namba 9. What else stops people from hearing from Kitu gani God? kingine kinazuia watu wasimsikie Mungu? Bitterness. Uchungu. Bitterness. Uchungu. Let's go to Mark. Do we have anybody who will help me to read those scriptures? Mark chapter 11, verse 25 and 26. Marko 11:25 na 26. Mark chapter 11, verse 25 and 26. Injili ya Marko 11 mstari wa 25. Anybody with a microphone help me to read that. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamee na ninyi makosa yenu. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Lakini kama ninyi hamsamee, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamee nanyi makosa yenu. We read in the Bible, Tunasoma kwenye Biblia, God does not hear sinners. Mungu asikii wenye dhambi. If you don't forgive other people, Kama hautasamea watu wengine, you are guaranteed that your heavenly Father will not also forgive you. hapo unahakikishiwa kwamba Baba yako pia mbinguni hata kusamehewa. Those are the biblical mathematics, Hizo ni hesabu za kibiblia, spiritual equations. mlinganyo wa kiroho. You refuse to forgive, Unakataa kusamehe, you stay unforgiven. unabaki nayo kutokusamehewa. It is as simple as that. Rahisi tu hivyo. Now, when God has refused to forgive you, Sasa Mungu anapokataa kukusamehe, because you've refused to forgive another kwa person, sababu umekataa kumsamehe mtu mwingine, what's the title of such a person? nafasi ya mtu inakuwa ni nini? Sinner. Ni mwenye dhambi. Unforgiven person is a sinner. It's as simple as that. Mtu ambaye hajasamehewa ni mwenye dhambi. Rahisi tu hivyo. We've all sinned and fallen short of the glory of God, the Bible says. Wote tumetenda dhambi na kupungiwa na utukufu wa Mungu, Biblia inasema. But some Lakini baadhi have been forgiven. That's the difference. wamesamehewa. Hiyo ndio tofauti. That's the difference. Hiyo ndio tofauti. All of us sinned, Wote tumetenda dhambi, but some lakini baadhi have been forgiven. wamesamehewa. I pray that if you are here, you've never been forgiven, Ni maombi yangu kama uko hapa na hujawahi kusamehewa, you should be among those who are forgiven inapaswa ni mmoja kati ya watu ambao by wamesamehewa accepting Jesus kwa Christ. kumkubali Yesu Kristo. He can forgive your sins Anaweza kasamehe dhambi zako and set you free. na kukuweka huru. Now, Sasa if you keep bitterness in you, ukizidi kutunza uchungu ndani yako, you get separated from the presence of God. unatengwa kutoka kwenye uwepo wa Mungu, And the devil knows that. na shetani analijua hilo.
If the devil discovers that something good is about to happen to you, Shetani akigundua kwamba kuna kitu kizuri kinakaribia do you kutokea, know what he does? unajua anafanya nini? He will cause someone Atamsababishia mtu to offend you in a serious way. akukwaze katika namna ya kumaanisha And kabisa, that person will not be a drunkard. na huyo mtu hata kuwa mlevi. A drunkard cannot offend me. Mlevi aweza kanikwaza. He will choose someone very close to you, very close to you. Atamchagua mtu ambaye yupo karibu sana na wewe. Very close to you. Karibu sana na wewe. Someone you've given your trust. Mtu ambaye umemwamini. Today if you are walking on the streets Leo kama unatembea mtaani and you encounter a drunkard, na wakutana na mlevi, tumbafu wewe. you're stupid. Tumbafu wewe. You're stupid guy. Will you get angry? Utakasirika. Actually you will laugh and Ni kweli say, kabisa utacheka. some people, Baadhi ya watu look the way the devil is. nasema shetani anavyotesa watu wese. But if you encounter someone you know Lakini ukutana na mtu unayemjua and they insult you, na akakutukana, it goes deep in your heart. nasema ndani kwenye moyo wako. They mistreat you. Wanakutenda They vibaya, betray you. The wakakusaliti. devil will try to do that Shetani anajaribu kufanya hivyo so that you receive bitterness ili upokee uchungu and you block the communication from heaven. na uzuie mawasiliano kutoka mbinguni. You can't hear. Hawezi kusikia. Bitterness is a soundproof when it comes to hear God. Uchungu ni kizuia sauti inapokuja baada ya kumsikia Mungu. You can't hear him Hawezi kumsikia. even when he speaks. Hata pale anapoongea. That thing in you will be shouting louder than anything. Hicho kitu ndani yako itakuwa inapiga kelele kuliko kitu That kingine chochote. offense will be shouting Hilo kwazo itakuwa inapiga makelele every time. kila wakati. It will be eating your thoughts. Itakuwa inakula kwenye mawazo yako. Refuse to be bitter. Kataa kuwa mtu mwenye uchungu. Refuse to be bitter. Kataa kuwa mtu mwenye uchungu. Hear me, children of God. Nisikieni wana Mungu. Do you know why many people Hivyo unajua kwa nini watu wengi come to church for years and years and they don't see any results? wanakuja kanisani kwa miaka mingi na waoni matokeo? Most people it's because they keep bitterness. Watu wengi ni kwa sababu wanabaki na uchungu. When you choose to remain bitter, Unapochagua kuwa mtu mwenye uchungu, and by the way, na hata hivi don't be deceived by the word bitterness. usidanganya na neno uchungu. Bitterness is sweet. Uchungu ni kitu kitamu sana. Uchungu, You've never felt bitterness, right? uje kusikia uchungu, si? Bitterness is enjoyable. Uchungu ni kitu You want kinafurahisha. everyone to sympathize with you. Nataka kila mtu akurumie. When people tell you, please forgive, Baada kuambia tafadhali samehe, you see them like devils. unaona kama mashetani hivi. You want only those who come. Yes. Nataka wale tu wanaosema He ndio. did, that was not right. Hiyo haikuwa sawa. How could he tell you like that? Those ones, you want to stick around Ndio them. unakuwa marafiki zako. Yes. You even cry with the mucus. Unalia na makamasi. Indeed, that's what they did to me. Can you imagine? You want it. When people say, please, calm down, it's like they are pouring gas on you. No. People like continuing with bitterness. Wanapenda kuendelea na uchungu. It is called bitterness, Inaitwa uchungu, but people like it. lakini watu wanapenda. Hear me. Nisikilize. When people are physically sick, Watu wanapokuwa wagonjwa kabisa kimwili, they will come to pastor watakuja kwa mchungaji. and say, Pastor, pray for me. Sasa mchungaji, niombee. I need healing. Taji uponyaji. But let me tell you something. Ngoja nikwambie kitu. I have never seen one person Sije kumwona hata mtu since I mmoja. started serving God. Tangu nianze kumtumikia Mungu. I've never seen one person Sije kumwona hata mtu mmoja. coming to me Ananijia on their own initiative kwa wenyewe kabisa and wameamua. they say, Na wakasema, Pastor, mchungaji, I have bitterness. na uchungu. I want to get rid of it. Nataka niachane Pray nao. for me. Niombee. Not one. Hakuna hata mmoja. I have to identify them Inabidi niweze and kuwatambua call them myself. na niwaite mimi That binafsi. please come, let's sit Kwamba down and tafadhali talk. njoo tuongee. They don't come. Hawaji, But if they get malaria, lakini wakipata malaria they come for prayers. wanakuja kwa ajili ya maombi. Bitterness, they Uchungu don't want to come. hawataki kuja. Why? Kwa nini? They want everyone to keep, sympathizing with Kila them. mtu azidi kuwahurumia. Yes. Yeah. They shouldn't do that to you. Hakupaswa Don't kufanya hivyo. accept that. Usikubaliane na That hiyo. was not fair. Haikuwa fair. It's not fair. Yaani sikukwambia. And they feel, hear me very well.
Nisikilize vizuri. Bitterness Uchungu will stop you from hearing from God. utakuzuia usiweze kumsikia. Bitterness Uchungu can stop your blessings. unaweza kuzuia baraka zako. Bitterness Uchungu can stop your children from advancing. unaweza kuzuia watoto wako wasiendelee mbele. Bitterness Uchungu can break your marriage. unaweza kuvunja ndoa yako. Bitterness Uchungu can cause you to lose your job. unaweza kusababisha upoteze kazi yako. Bitterness Uchungu can remove or decrease your efficiency in job. unaweza kupunguza ufanisi wako katika kufanya kwa kazi. Don't accept it. Usikubaliane Can nao. we stand up, please? Naomba tusimame tafadhali. To be a sanctuary, pure and holy, tried and true, so true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, so true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, so true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Can you lift up your right hand? Nyosha mkono wako wa kuume. Repeat this prayer. Do it, own it. Do it as yourself. But I just want to lead you to pray the right thing. Rudia ya maombi. Fanya kama ni ya kwako kabisa, lakini nataka tu nikuongoze kufanya baadhi ya maombi. Say, oh Lord. Sema Bwana. Repeat again. Say, oh Lord. Rudia tena, sema Bwana. Teach me Nifundishe how to hear your voice. namna gani ya kusikia sauti yako. I long to hear your voice, Lord. Natamani kusikia sauti yako Bwana. I want to hear your voice. Nataka nisikie sauti yako. Teach me, Lord. Nifundishe Bwana. Step by step. Hatua kwa hatua. I want to be close to you. Nataka niwe karibu na wewe. I want to hear from you. Nataka nikusikie wewe. Lord, Bwana, open my eyes fungua masikio yangu, macho yangu to see your word. naweza kuona neno lako. Lord, Bwana, open my ears fungua masikio yangu to hear your word. ili naweza kusikia neno lako. Lord, Bwana, enlighten my understanding uisha ufahamu wangu to understand your word. ili naweza kuelewa neno lako. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. A big hand clap to the Lord Jesus. Makofi makuu kwa Bwana Yesu Kristo. There's a reason why I'm teaching you these things. Kuna sababu kwa nini nawafundisha mambo haya. God spoke to me a long time ago. Mungu alisema nami muda mrefu sana uliopita. When he was calling me in ministry. Alipokuwa ananiita kwenye huduma. In case you don't know, kama haujui, every servant of God who is genuinely called by God, kila mtumishi wa Mungu ambao ni wa dhati ameitwa na Mungu, God has given them a certain mission, a certain assignment in life. Mungu amewapa jukumu fulani ama kusudi fulani ama mission fulani kwenye maisha, unique to them, ambao ni ya kipekee kwao. As for me, kwa mimi, God told me,
Mungu aniambia I'll be helping people nitakuwa nawasaidia watu to reach their destinies, kufika hatima zao, to experience their callings. ili waweze kutimiliza wito wao. So he equipped me Kwa niwezesha with a word in season, na neno la wakati, so that I may be able to help such people. ili kwamba niweze kuwasaidia watu namna hiyo. Now the things I'm teaching you, Sasa mambo ninayofundisha, if you observe them and live them, mkiyazingatia na kuyaishi, they will lead you to your destiny. yatakupeleka kwenye hatima yako. Nobody is an accident in this world. Hakuna mtu amekuja kwa bahati mbaya kwenye ulimwengu. Nobody is a copy of the other. Hakuna mtu ambaye ni copy ya mtu mwingine. Everyone Kila mtu is unique. ni wa tofauti. And God has something for you Na Mungu ana kitu fulani kwa ajili that you yako, need to accomplish in this ambacho world unapaswa ukitimilize kwenye ulimwengu huu. before you're called out of this world. Kabla hujaitwa kutoka kwenye ulimwengu huu. God wants you to accomplish Mungu something. anataka utimilize jambo fulani. You don't know it. Haujui. But if you develop the ability, the habit of communicating with God, Lakini ukijenga uwezo na ile tabia kuwasiliana na Mungu, not only that you will know it, si tu kwamba tutajua, but also He will guide you lakini pia atakuongoza step by step hatua kwa hatua until you reach there. mpaka ufike pale. Somebody shout hallelujah. Tumepiga kelele I haleluya. can't forget one day Siwezi kusahau siku I moja, was in the village nilikuwa niko kijijini where I come from, ambako natokea in Mara. Mara. I was walking from our home village to the village where I was living. Nilikuwa Walking. natembea kutoka kwenye kijiji chetu kwenda kwenye kijiji ambacho nilikuwa naishi For 3 hours. kwa masaa matatu, And the route had to go through jungles. na ile njia ilikuwa inapasa nipitie kwenye I mapori. reached a place that was so scary Nilifika mahali ambapo palikuwa panaogopesha because the sana, path was so thin. kwa sababu ile njia ilikuwa nyembamba The sana, trees were so tall. miti ilikuwa ni mirefu sana, And they formed a canopy that they touched each other. na ilitengenezwa kujua canopy fulani kwamba But while I imekutana. was walking there, Lakini nilipokuwa natembea pale, I was singing first, nilikuwa naimba kwanza, worshiping choruses, nilikuwa naimba nyimbo za and then kuabudu, I started praying, na kisha worshiping, nikaanza praying. kuomba na kuabudu, kuomba na That's how I kuabudu. do my devotions. Na hivyo ndivyo nafanya I tafakari mix the yangu, two at any time. nachanganya hivyo vitu vio wakati wowote. And then while I was walking, Na kisha nilipokuwa natembea, I saw a vision. nikaona maono. I didn't know it is vision by Sikujua then. kwamba ni maono kwa kipindi hicho. I knew later it was a Nilijua vision. kwa baadaye kwamba yale alikuwa ni I maono. was walking, Nilikuwa my natembea, eyes open, macho yangu yako but wazi, my understanding was shifted. lakini ufahamu wangu ukahamishwa. I began to see myself Nikaanza kujiona mwenyewe standing somewhere nimesimama mahali, in a place that I didn't know it is a church, mahali ambapo sikujua kwamba ni kanisa, because I'd never seen a church like kwa that in my sababu life. nilikuwa sijawahi kuona kanisa la namna ile kwenye But maisha this yangu. church was so big, Lakini kanisa liko kubwa sana, carpeted, limeweka carpet, with lights shooting in front. ikiwa na mataa yanamulika mbele. Some people are sitting on the ground floor, Baadhi ya watu walikuwa wamekaa kwenye ground floor, others on the balcony. wengine walikuwa juu pale kwenye I'd balcony. never seen any building like Nilikuwa that. sijawahi kuona jengo lolote la namna Those hiyo. lights Mataa hayo were not existent in this country those days. yalikuwa yapatikane kwenye nchi hii kipindi hicho. So I thought I was in heaven. Kwa nikafikiria niko mbinguni. Literally, I thought I was in Kweli heaven. kabisa nikafikiria niko mbinguni. But then I was shocked because I was preaching in English. Lakini kisha nikashtushwa kwa sababu nilikuwa nahubiri kwa Those Kiingereza. days I didn't know one word in English. I was a village boy. Neno hata moja la Kiingereza, nilikuwa tu mvulana huko But I was kijijini. preaching in perfect English. Lakini nilikuwa nahubiri kwenye Kiingereza kilichonyoka. And I was saying, Na nikaa nasema, am I in heaven or what? hivi niko mbinguni ama vipi? But in heaven we are told there's no preaching. Lakini mbinguni tunaambiwa hakuna kuhubiri. In the world there's no place like this. Ulimwenguni hakuna mahali kama What hapa. is this? Hii ni nini? I didn't know. Sikujua, I didn't understand sikuelewa until one day mpaka siku I'd gone moja to Bible college in Nairobi. nilivyoenda kwenye chuo cha Biblia And there Nairobi, was a student convocation, na a special day ilikuwa siku maalum kwa ajili ya wanafunzi where all students were invited to the main sponsoring church in Nairobi ambapo wanafunzi wote wanakuwa naalikwa kwenye ile kanisa letu kuu pale Nairobi. that is now known SITAM. Then it was Ambao sasa called inaitwa SITAM. Nairobi Pentecostal Kipindi Church. hicho kinaitwa Nairobi Pentecost Church, And they chose me na wakanichagua to be the one preaching. kwa ndio ambaye nahubiri. Somebody shout hallelujah. Tumepiga kelele sema haleluya. They chose me to be the one preaching
the student team was invited there. Ile timu ya wanafunzi iliyokaribishwa pale. And we were given that Sunday that one of us should preach. Na tukapewa Jumapili kwamba mmoja kati yetu inabidi ahubiri. And the students chose me that Peter, you'll be preaching. Na wanafunzi wakanichagua mimi kwamba Peter wewe ndio utakuwa unahubiri. And they kept us behind the church. Na wakatuweka nyuma ya kanisa. Until it was time to enter. Mpaka ilipofika muda wa kuingia. So we entered through some doors near the pulpit. Kwa tukaingilia milango fulani ambayo karibu na madhabahu. When we entered through those doors, tulipoingia kupitia hiyo milango, I was able to see the back of the church. Nikaweza kuona kule nyuma ya kanisa. It was exactly what I saw in the vision. Ilikuwa ni kitu kile ambacho nilikuwa nimekiona kwenye maono kule. Exactly what I saw in the vision. Kile ambacho nikiona kwenye maono. Some people are seated down. Baadhi ya watu walikuwa wamekaa chini. Others on the balcony. Wengine wamekaa kwenye balcony kwa maana juu. Lights. Unajua wale mataa shooting at the stage. Yanamulika kwenye stage. And I said, wow. Nasema wow. So you can imagine that day when I stood up. Kwa unaweza kufikiria siku niliposimama sasa. A village boy. Mvulana kutoka kijiji. Preaching in a mega church in Nairobi. Akihubiri kwenye kanisa kubwa Nairobi. No fear. Hakuna hofu. I remember the dream. Nikakumbuka ndoto. So all fear ran away. Kwa hofu yote ikaondoka. I said this is what I saw. Nikasema hiki ndicho ambacho nilikiona. The way I preached. Namna nilivyohubiri. It was like a seasoned preacher. Ilikuwa ni kama mhubiri mzoefu. With confidence. Kwa na ujasiri. My English improved 20 times that morning. Kiingereza changu kiliboreshwa kwa mara 20 ile asubuhi. Hear me, children of God. Nisikie neno la Mungu. Hearing God. Kumsikia Mungu prepares your future. Huandaa hatima yako. Are you hearing me? Unanisikia? Struggle. Pambana. Strive. Pigana. Fight. Pambana. Do whatever you can. Fanya chochote unachoweza. But build the habit of hearing the voice of God. Lakini jenga ile kasumba ya kusikia sauti ya Mungu. You'll go very far. Utaenda mbali sana. You'll go very far. Utaenda mbali sana. And when he speaks, anaposema, be humble. Wa mnyenyekevu. When he speaks, anaposema, don't be proud. Usiwe mwenye kiburi. Don't go around embarrassing and tantalizing everyone. Usizunguke kuanza kunyanyasa watu. Mimi nasikia sauti ya Bwana. No, I hear the voice of the Lord. Naitwa mtumishi Samson. I'm the servant of God is Samson. Ukifanya hivyo utoboi. Once you say that you go nowhere. Nasikiliza watu wa Mungu. Do you hear me, people of God? Can you hear me, children of God? Tunaelewana wana Mungu. This is not only for pastors. Hii si tu kwa ajili ya wachungaji. This is not only for pastors. Hii si tu kwa ajili ya wachungaji.